Okay, hebu pia tuangalie ua jingine kwenye batiki za mshumaa. Kwa maana hivi ni vitambaa vyangu ambavyo nilishavikatakata. Kilikuwa kimoja nikakata, nikatoa pisi 4. Star hatua ya kuyeyusha mshumaa tayari tulishaangalia kwenye video za kwanza kwa wale ambao wamesubscribe. Sawa. Kwa hiyo hapo tunaenda moja kwa moja kutengeneza ua letu la msitu. Sawa. Unatandika kitambaa chako huku mshumaa tayari ushauyeyusha. Then unachukua sponge yako kama hiyo, unachovya, unapaka, unachovya, una stamp kwenye kitambaa kile ambacho tumeshakitaget hapo, tumekitandika mezani. Kumbuka ua la msitu, kwa maana kitambaa chote au sehemu ambayo unataka iwe ya msitu, basi unaweka mshumaa bila kuacha nafasi. Sawa. Kwa ile sehemu ambayo unataka paonekane kama ni msitu. Kwa kitambaa hiki lengo tupate ua la msitu chote. Tafsiri yake chote kitapakwa, kitawekwa mshumaa chote, hatutaacha space. Baada ya kumaliza tutaona kama hivyo. Sawa. Kitambaa chote niliweka mshumaa. Kwa unaona jinsi kinaonekana kama ngozi fulani hivi. Sawa, baada hapo tutavunja. Lengo kuvunja hapo tunatengeneza zile cracks, zile channels ambazo baadaye zitakuja kuingia rangi. Sawa. Zikishakuja kuingia rangi, tafsiri yake hapo ndo watengeneza ua gani? Ua la batiki ya mshumaa ambao ni ua la msitu. Kwa unakunja hapo tunatengeneza cracks. Tutatengeneza vipenyo ambavyo baadaye vitakuja kupitisha rangi tutakavyokuja kuweka kwenye rangi. Sawa, tutaona kule itakavyokuwa. Yes, hapo kwa maana kisha kila engo unafinya au utafinya katika ukubwa ambao unataka kitambaa chako kionekane. Sio lazima ukunje kama nilivyokunja mimi hapa, kwa maana nimekunja kwa karibu. Wewe unaweza kaacha nafasi kubwa. It's you. Kwa maana wewe hapo ndo ambao utaamua una design vipi kitambaa chako. Batiki afungwe mtu. Ukishapata msingi, labda mambo mengine hapo tunaelezana kule darasani, ukija kwenye utendaji kule ukishamaster vile vitu vya msingi, batiki utachezea vile ambavyo unataka. Sawa, kwa sababu maua sio lazima yafananie. Bwana ua fulani. Ama wewe unaweza kutuliza akili ukadesign setting diagram au setting pattern, jambo likaenda kuwa vizuri. Baada ya kumaliza zoezi la kuvunja mshumaa wetu, tunaandaa rangi zetu. Kumbuka hii pia nimegonga mshumaa mara moja, sitorudia kugonga tena. Sawa. Kwa naenda kuandaa finishing color moja kwa moja, sitorudia tena kuweka mshumaa. Kwa hiyo ndio maana naandaa rangi ya mwisho direct. Sawa. Baada hapo kuchanganya madawa yetu tayari tunaweka kitambaa chetu. Kumbuka kule ambako tuligonga mshumaa ndiko ambako tunatangulizia kutakuwa chini, then tunaweka. Baada hapo hatua ambayo tutakuwa imebaki ni ya kuweza kugeuza kitambaa chako. Make sure unageuza ili kitambaa chako kiweze sababu sometimes unakuta sehemu nyingine imejifinya kiasi kwamba rangi haijaingia vizuri. Kwa hiyo inabidi ugeuze ili rangi ingie sawa. Hapo tunakianika baada ya kutoa, kwa maana tunasubiri tu kauke ile rangi ingiane vizuri, then tutaenda kuondoa mshumaa wetu. Hapo tayari sufuria tushapasha maji ya moto kwa tumeyachemsha, na hapo ipo jikoni. Tunadumbukiza kitambaa chetu kwenye sufuria lenye maji ya moto, then tutakuja kuondoa ule mshumaa. Tukishatoka hiyo hatua tunakianika, kikishakauka tunakinyoosha au tunakipiga pasi. Sasa kwenye kipengele cha kupiga pasi sio lazima uwe na pasi ya umeme. No. Ukiwa na pasi ya mkaa it's okay, ukiwa na pasi ya umeme it's fine. Sawa. Kwa hiyo vitu vyote au kwa maana pasi ya aina yote unaweza kuitumia kwenye kunyoosha kitambaa chako ambacho tayari ushamaliza zoezi zima la kuweza kutengeneza batiki ya mshumaa. Be positive, ujasiriamali unalipa. Hapo kitambaa tayari ushatoa maua. Unaona jinsi maua yanavyokaa. Yaani yamekaa kimsitu tu muonekano kama ushakuangalia kwa maana ramani inavyokuwa msitu na kuonekana vipi, kondo inavyoonekana hapo. Unaona jinsi inavyoonekana. Kuna mikato, kuna kitu kama hiyo. Ndio kitu ambacho tulikuwa tunakitafuta. Ndio maana tukavunja kitambaa chetu baada ya kuweka mshumaa ule. Sawa. Kwa hiyo it's simple kama hivi. Kwa hiyo ni wewe tu kuamua kuweza kupata maarifa zaidi juu ya utengenezaji wa batiki za mshumaa. Kwa hiyo endapo utahitaji kupata maarifa zaidi, njoo WhatsApp kwa namba ambayo tumeiandika hapo 0653463133. Utakutuma kule message, teacher nataka kujifunza zaidi. Tunazo kozi nyingi. Kuna batiki za mshumaa, kuna batiki za vijora pamoja na vikoi mbalimbali, kuna sabuni za miche, sabuni za maji, kuna bidhaa za nywele, kuna ungalishe, kuna ice cream cone na lambalamba, kuna sabuni za tiba. Kwa darasa utachagua wewe unataka kozi gani. Utachangia ada kidogo kwa sababu kuna malipo ya ada. Mwingine unakuta anakuja kule, bwana nilijua bure. Sio bure mafunzo kule WhatsApp. Unalipia ada kidogo then unajifunza. Kama unavyoelewa kwamba elimu ni gharama, lakini ujinga ni gharama zaidi. Kwa hiyo wewe ukihitaji kupata maarifa ya asili kwenye batiki za mshumaa, tunafanyaje mpaka kitambaa kinang'aa kama kitenge, njoo WhatsApp ujiunge darasa letu ujifunze.